wale wanashindana na sisi wanasema ati njia ya kubadilisha bei ya chakula ati ni kufanya maandamano na kuvaa sufuria kwa kichwa. Munieleze watu yataita tabeta, hata kwa uganga ama uchawi ama hata dawa itabadilika unga namna gani iteremke chini ati kwa sababu umevaa sufuria kwa kichwa? Sio ni ujinga mingi sana? So please, tukubaliane lazima tuambiane ukweli kwa hii Kenya, ndio shetani ashindwe, kwa sababu Biblia inasema mkijua ukweli, ukweli utawafanya muwe huru. Ama namna gani ndugu zangu? Tuko pamoja? Na mimi nataka niwaulize wote, tafadhali tusiharibu nchi yetu kwa vita na fujo, kuharibu mali, kuharibu biashara. Nchi ya Kenya ni mama yetu sote. Hakuna mtu wako na nchi mbadala or an extra place to go, maybe a few people, but majority of us, this is the only home we have. So mimi nawauliza hasa vijana wa Kenya, nataka niwaulize kwa unyenyekevu, vijana wa Kenya, msikubali ati kupatiwa pesa kidogo uende uvunje sheria, upige polisi na mawe, upige polisi na tear gas, upige polisi na risasi, uharibu mali ya wananchi, uharibu biashara ya watu, uharibu mali ya umma. Hiyo itakuingiza mahali pabaya, kwa sababu it is not possible that anybody can attack the police. You cannot. The police is the symbol of security of Kenya. Therefore, you cannot attack the police with stones, I don't know, with all manner of crude weapons, including guns. That is not acceptable, and that will not happen in Kenya. And the police must be firm. They must be firm. Na mimi nataka niwashukuru police. They have been firm and they have been professional kuhakikisha kwamba wale wote wanalete fujo, kupiga polisi ati na mawe, ati kupiga askari na tear gas, ati kupiga askari na bunduki, ati kuvamia police station, ati kuharibu mali ya wananchi, kuharibu biashara. Hiyo haitakuwa ni nchi ambayo tunapenda kama wa Kenya. We are a peaceful nation and all of us must be law abiding because we are one country because of the rule of law. Tunaelewana jameni? Tukikosa kuheshimu sheria, basi hatutakuwa na taifa. Kila mmoja wetu, uwe mdogo, uwe mkubwa, mnene, mwembamba, kutoka jamii hii, jamii ile, kona hii, kona ile, uko na uwezo gani ama ile, kila mmoja wetu, kama tunataka kuendelea kuwa taifa, if we want to be a civilized nation, we must abide by the rule of law. That's the only measure of any progressive nation. So hapo mimi nataka niwaulize vijana, tafadhali msikubali ati kupatiwa pesa uende ufanye fujo. Na wale ambao wanaenda hiyo barabara, mimi nataka niwahakikishie our security agencies, in accordance with the law, in accordance with the Constitution, must enforce the rule of law and must enforce the law, making sure that we do it professionally and we do it firmly and decisively. Mimi nataka vilevile niulize viongozi, mimi, waheshimiwa governors, senators, wale watu wote viongozi katika taifa letu la Kenya, please, hata na nyinyi, don't sabotage our country, don't sabotage Kenya, don't sabotage our economy, don't sabotage our nation. Kwa sababu watoto wetu, kwa sababu tunawapenda, tunawasomesha, tunawapeleka holiday, tunawaprotect, tunawatafutia ajira, wengine hata tumewapeleka bunge, alafu watoto wa Wakenya wengine vile ungependa mtoto wako afanyiwe,
fanyiwa mtoto ya mwingine. Kama wewe unasikia kabisa ya kwamba mtu apebe mawe aende apigane, patia mawe mtoto yako kwanza na bibi yako. Tukiona vile wanatupa mawe na vile wanakabiliana na polisi, ndio pengine tutakuwa kweli tunajua mali imefika inahitaji hiyo kazi. Lakini hawezi kuwa watoto wako unawachunga, alafu watoto alafu watoto ya watu wengine unawabebesha mawe, unawapiganisha na polisi, unawafanyisha fujo, unawafanyisha vita, wanaumia, wanaumiza askari. Tuko na askari wengi wako mahospitali wameumizwa na mawe, wameumizwa na panga, wameumizwa na risasi, na ambayo viongozi wengine wanasukuma hiyo agenda. That is not right, fellow leaders. You cannot, whatever our differences, whatever the complaints we have, we cannot be part of a violent culture. We cannot be part of anything that destroys property, life or business. Lazima sote tushirikiane. Ama mnasemaje watu wataita Taveta? Situweke amani katika taifa letu la Kenya, ndio tuweze kwenda mbele pamoja. Mumeniuliza kwa mfano mambo ya barabara. Jana Rais wa China, kwa sababu nilikuwa nimetumana ujumbe kwake, nikatumana mawaziri wakaenda kuongea na serikali yake mapema mwaka huu, kwa sababu nilikuwa nimemweleza hatutaki tena kukopa madeni mingi, nataka tuongee, tujue vile tunaweza kusaidiana. Tuko na barabara ya Njukini, tuko na barabara ya hapa Peruga kutoka hapa junction hapo, so na barabara zingine Kenya, na tulikuwa tunaendelea na kusikizana vile tunaweza kupata pesa karibu $1 bilioni ya kukamilisha hizo barabara. Sasa jana amenitumania akaniambia, ile ulitumana ulikuwa unasema tujenge ama tubomoe, kwa sababu ameona last week tumeenda kubomoa ile expressway walitusaidia kujenga. Tumeenda kubomoa sijui barabara gani. Sasa wanauliza, ni sisi hatukusikia vizuri, mlisema mnataka pesa ya kujenga ama ya kubomoa? Kwa sababu kama ni ya kubomoa, sisi hatuna pesa ya kubomoa. Sasa so we must stop this nonsense. Ama namna gani jameni? We must stop embarrassing ourselves before the international community. Hatuwezi kuwa tunajenga mali ati alafu sasa watu wengine wanaenda kuchoma barabara, na tumetumia pesa ya nchi kujenga hiyo barabara. Wewe wakati unachoma barabara ama unaharibu mali ambayo tumetumia ushuru ya Kenya ambayo imepatikana kwa njia ngumu kuharibu, wewe ni kujenga Kenya unajenga ama ni kubomoa Kenya unabomoa? Na yule kiongozi ambaye unaendesha hiyo maneno, na wewe ndio unatangaza ati twendeni tuchome mali ya umma, twendeni tuharibu mali ya fulani, hiyo ni uongozi wa aina gani?